Guys, Victronics again. Nakuja katika video namba 3 nikielezea pale nilipoishia kwenye video namba 2 ya hii Electronics Basics, ambapo kama umeangalia kwenye video namba 2 utagundua kwamba ile video nilikata kutokana na urefu wa video husika. Kwa nikafikiria kwamba kipengele cha simulation ije nitoe video inayoendelea ili kutokuweka video ikawa ndefu sana, watu wanashindwa kumaliza videos. Basi nikafikiria hilo, nikaona okay, acha nikate, then video ya simulation itakuwa ni video namba 3 ambayo nitaenda kuelezea leo. Usisahau ku like, subscribe, share ili iweze kuwafikia wengi pia, lakini na wewe usikose vipindi vinavyoendelea katika hii channel. Comment yako muhimu zaidi ili tujue nini tunaboresha, nini tutaongeza nini. Ni software inaitwa Circuit.js kwa ajili ya kufanya simulation. Nimetaka tuione hii software kwa sababu inakuwezesha kuona the way current inavyo flow kutoka kwenye battery kwenda kwenye device. Sasa basically nilikuwa na kuonyesha kwamba current ina flow in this direction kutoka upande wa negative kuelekea kwenye positive kwa sababu ni negative charge, lakini current inayokuwa tunaizungumzia pia ni positive charge, maana yake ni ile opposite charge ambayo ina flow baada ya flow ya electron kutokea. Angalia vizuri kwenye video namba 1 nimeelezea vizuri kwamba kwa nini current ina flow in this direction badala ya opposite direction. Kwa hiyo inakuonyesha na ukitaka kupima current imeflow kiasi gani katika hii software, angalia hapa inaonyesha time taken tangia nimeanza kufanya simulation, lakini pia inaweza kufanya measurement nikihover kwenye hii wire hapa, itanionyesha kwamba huu ni wire, lakini pia current inaupita katika huu wire ni ampere 12, miliampere 12 na voltage ambayo ipo katika hii point ya huu wire. Kumbuka hii ni point moja, ni volt 12. Na basically huku chini kuna volt 0 kwa sababu battery zima lina volt 12. Kwa hiyo hii wire hapa chini ina volt 0 ampere zote zile miliampere 12 zinazotoka huku ndo zinafika kuzunguka katika hii section yote. Na ukitaka kupima katika hii obvious utaweka tu hii, utahover hii cursor hapa, utaona kama hii resistor inakwambia hii ni resistor. Current inayopita hapa ndo ile current ambayo imepitia kule miliampere 12, volt 12 zimedrop across, yani tofauti wa potential kati ya point A na point B kwenye hii resistor. Nikiweka voltmeter hapa ni volt 12 na resistance value yake ni 1 kilo ohm. Umeona hiyo symbol ya ohm, na power consumed kwenye hii resistor ni 144 miliwatt. Sasa na kuchukua hiyo 12 voltage zilizopita times 12 miliamps pata 144 miliwatt ambazo zimepotea kwenye hii resistor. Similarly, hili ni battery ambalo power ambayo sasa hii ni power ambayo imeconsume resistor, na hii ni power ambayo iko consumed by resistor from the battery, ndio maana imewekwa negative kwamba hii inatumiwa, power yake inatumika miliwatt 144, lakini ni battery ya volt 12 na lina supply miliampere 12. Similarly, nimekuonyesha circuit zikiwa tumeconnect in series 2 resistor hapa, tukiwa na battery la volt 12 vile vile tukiwa na battery la volt 12 vile vile, lakini tumeweka resistor mbili in series. Kwa sababu resistor mbili ziko in series, manake total resistance ambayo hii current itaface ni 2 kilo ohms badala ya 1, kwa zitakuwa ziko mara mbili, ni 2 kilo ohms total resistance ambayo itaface. Kwa hiyo kwa vile resistance sasa hivi ni kubwa sana, basi hata kiwango cha current ambacho kinapita hapa kimekuwa kidogo kikompea na before, kwamba sasa hivi inapitisha current miliampere 6 wakati mara kwanza ilikuwa ni miliampere 12. Kwa sababu ukichukua volt 12 gawanya kwa 2 ambao ni 2k utapata hiyo miliampere 6 kutumia ohms equation ile. And the power rate ambayo hii inakuwa consumed hii ni 72 miliwatt.
Chukua hiyo current times hiyo voltage utapata 72 milliwatts. Wakati kwa sababu kuna resistor mbili, kwa hiyo current itakayopita kwenye resistor hii na hii basically ni ile ile, lakini voltage itakayo drop hapa, yani tofauti wa potential hapa na hapa utakuwa ni tofauti wa hapa na hapa. Yani kutakuwa kuna potential tofauti na battery jinsi ilivyo. Yani kuna current mbili, kuna resistor mbili ndio, lakini potential zitakuwa hazifanani na battery, kwa sababu potential ya battery sasa hivi imegawanyika mara mbili kulingana na resistance. Sasa kwa sababu huyu alikuwa na ukinzani sawa na huyu alipokuwepo, wote wana kilo ohm moja, kwa basically atakavyo resist huyu na huyu ataresist sawa kwa sawa, kiasi cha kwamba atasababisha voltage au tofauti wa current, tofauti wa charges ambao utakuwa utatengenezwa hapo utakuwa sawa sawa na huko. Kwa katika volt 12 zilizokuepo huku, volt 6 zimedrop across this resistor, na volt 6 nyingine zimedrop across another resistor. Okay. Hapa nimejaribu tena kukucholea resistor nikiwa nimezichora in parallel, kwamba current nilikuwa nakwambia kwamba current ikikutana na junction kama hii ina njia mbili za kupita, ina decide kugawanyika. Kwa mfano ukiangalia katika hii line nikigusa kuna volt 12 sasa na volt za betri, lakini current ni miliampere 24. Wakati nikigusa hapa mbele kidogo current ni miliampere 12 na nikigusa hapa ni miliampere 12. Kwa hiyo current hapa imegawanyika hapa na huku. Kama unavyoona imegawanyika. Kwa current inagawanyika, nyingine inaenda kwenye resistor ya kwanza, nyingine inaenda kwenye resistor ya pili. Alafu ukifika hapa zinaungana kwa pamoja, miliampere 12 hapa na miliampere 12 hapa. Totally inakuwa miliampere 24, alafu inakuwa ina flow accordingly. Kwa voltage ya hapa ya hii resistor itakuwa basically sawa na voltage hapa, kwa sababu hii point ni point ambayo tumesema haina tofauti wa potential, haina utofauti wa potential kwa sababu ni waya mmoja, hauna resistance yoyote. Maana yake potential ya hiki kieneo cha waya hiki chote itakuwa sawa sawa tu na ile eneo zima, na huku chini kutakuwa kuna equal potential. Ukija kuangalia potential ya hapa ni 12, hata hapa ni 12, japokuwa current imepita tofauti, lakini potential itakuwa ni ile 12 in comparison with this code. Potential drop across the potential difference katika resistor itakuwa ni 12, na hii kwa sababu iko kwenye potential ile ile, na hapa kutakuwa kuna potential 12 tofauti na circuit ambayo imepita. Similarly tukienda kidogo tutanue kidogo idea zaidi, nimeweka battery hapa la volt 12. Tena tunaona kulingana na total resistance ambayo itasababishwa huku, current kidogo itapungua, itakuwa ni ndogo zaidi kwa sababu resistance zitakuwa kubwa. Na nimeweka resistor ya kwanza hapa kukuonyesha kwamba katika hii resistor charge ya huku na ya huku haziko sawa, kiasi cha kwamba at this point kuna volt 12, lakini katika point hii kuna volt 4.8. Sawa? Kuna 4.8 kuna 12, kwa sababu concentration ya electron za huku itakuwa ni kubwa compare na concentration ya electron ambazo ziko upande wa pili. Kwa parameter hii itasababisha potential drop, na pia hii current itakayofika hapa, itakayofanikiwa kufika hapa, itagawanyika furthermore. Badala ya kutana na hii junction, nyingine itaenda hivi, nyingine itaenda huku, kwa kiasi cha kwamba current iliyopita hapa ni ampere 4.8 milliamps, wakati na huku iliyopita ni miliampere pia. Hapa current iliyopita ni miliampere 4.8, wakati iliyopita huku ni miliampere 2.4. Kwa nini huko zimeenda chache kuliko iliyoenda huku? Kwa sababu huku kuna resistor mbili. Kwa ukinzani huku ni mkubwa sana ukikompea na huku. Na current kama kawaida yake, ikiona sehemu kuna ukinzani mkubwa inachagua kwenda nyingi katika sehemu ambapo ukinzani au resistance ni ndogo. Kwa baada ya current kufika hapa 7.2, 4.8 zilifanikiwa kuziliamua kupita hapa kwa sababu ya ukinzani mdogo. Only 2.4 ndo zilipita hapa kulingana na ukinzani the way jinsi ulivyo. Hizi simulation zinaweza kutusaidia kuona the way current ambavyo ina flow na namna ya kupima.
Bahati mbaya hii software hamna namna ya kuweka multimeter hapa ukaona jinsi multimeter zinavyokonektiwa. Ni just tu multimeter zinakuwa zinasomwa hapa kwenye hiki display hapa kulia, lakini I have another software ambayo inaweza ikatuonyesha the way jinsi ambavyo connection zinafanyika. Okay, for that case let's go with Proteus. As we see hapa kwenye Proteus tulikuwa tuna betri la volt 12. Ili betri la volt 12 nikaika hapa ammeter. Nimesema ammeter inakuwa in series with this circuit. Ammeter inakuwa in series with this circuit. Kwa hiyo ammeter ukiweka hapa itakupimia kwamba of course baada ya kuweka volt 12 hapa huko kuna resistance ya kilo 1 ohm kwa milliamps. Ukiangalia ammeter imeletewa katika milliampa ya 12 ziliweza kupita kwenye hii waya. Lakini ukitaka kupima voltage unapima in parallel like this au kati waya. Unapima hapa katika pointi 2 za resistor kuangalia kuna voltage kiasi gani. Kwa voltage hizi zote 12 kwa sababu hakuna device nyingine, ni yenyewe tu pekee yake, voltage zote 12 zina drop across the resistor. Kwa sababu huyu jamaa na very low resistance, hakuna potential difference itatengenezwa baada ya current kusukumwa na huyu jamaa kupita kwenye hii. The same kama circuit ambazo tumeziona nyuma. Hapa napo na kuonyesha jinsi ya kupima current, total current ambayo imepita hapa. Circuit yangu ni hii, ukitoa mita hizi nyingine ni mita. Ukitoa mita circuit yangu ni hii, imepita hivi, imeshuka chini hivi, imezunguka. Sasa katika hii circuit ukitaka kupima current, basi unaweka hii ni series with the device kama hivi. Kwa mita yako inataka iconnectiwe hivi ni series. Alafu then katika hizi resistor, kwa sababu current itakayopita hapa ndio itapita kwenye hizi resistor basically, lakini voltage ambayo iko huku ita drop separately kwenye hizi resistor. Zitakuwa equal kwa sababu resistor zimefanana value. Kwa voltage hapa itakuwa ni 6 na hapa ni 6, total voltage ni 12. Circuit kama hii hapa nimeweka hizi resistor in parallel kiasi cha kwamba current ikipita huku itagawanyika kwenda hapa na hapa. Current total itakayopita kwenye circuit nzima is about milliampere 24. Milliampere 24 zitapita kwenye circuit yote kutokea huku, lakini zinakutana na junction hapa katikati ambayo hii milliampere 24 ikifika hapa itagawanyika. Kuna ambayo itapita kwenye resistor ya huku chini ambayo itakuwa ni milliampere 12 na nyingine itapita kwenye resistor ya chini huku milliampere 12. Lakini voltage drop across this resistor kati ya point A na point B itakuwa sawa tuna voltage drop across this plate, kwa sababu huyu haja drop potential yote kwa sababu ana very low resistance ni ammeter, na hawa ni ammeter wote wana resistance ndogo, kwa hakuna voltage yote ita drop across them. Kwa potential ya hapa itakuwa sawa na potential ya hapa, kama vile waya ni waya mmoja tu, kama vile waya umeungana, kwamba hakuna resistance ya kufanya destruction. Similarly katika point hii, na kwa tunaweza kuona kwamba potential drop across this section au this resistor mbili ni sawa na potential drop ya mwanzo mpaka mwisho. Kwa potential ya hapa ni sawa na ya hapa. And finally nimeweka hii tena ya series parallel connection. Sasa hii nitakuachia kama assignment, umeangalia vizuri, then dondosha comment down below kama umeielewa. Kama hujaielewa niambie kwamba wapi hapajaeleweka, nini tu clarify vizuri hapo. Subscribe.